Maarifa sio kila kitu. Mzee Mbio. Jamani mzee itakuwa ipo kwenye lunch nini? Naisi anaweza kuepo huko kwa sababu naona hata ukijana ovyo naye hapa hayupo. Mr. Lavalava, mpenda watoto wazuri. Jamani Mzee Mbio naye muda wote bado tu aje kwenye lunch. Aya bwana, wacha rudi ofisini kwangu, tutamjia baadaye. Kijana wangu Samir, kama nilivyokwisha kukuelekeza na kukuelezea kuhusiana na kijana wangu, nahitaji aweze kupata experience kutoka kwako kidogo, kwa sababu umri wenu nyote umeendana. Kwa hiyo mkiwepo pamoja, mkiwa mnashirikiana vizuri, basi na imani kwamba mambo yatakaa vizuri. Na mimi nimekuona kijana ni mstaarabu sana. Kwa hiyo ukikaa na kijana wangu na imani kwamba hutaniangusha. Mpe material na mbinu mbalimbali za kuweza naye kupata kazi, mshirikiane vizuri. Sawa kijana wangu? Sawa kabisa mzee wangu. Hilo halina shida hata kidogo. Naweza kusema kwamba itifaki imezingatiwa vizuri sana. Nitakuwa na itu vizuri na tutashauriana vizuri. Nitampa hizo experience zangu na baadhi ya idea ambazo niko nazo. Kwa hiyo na imani hakuna kitu kitakachokwenda tofauti. Uwe na amani na mimi tu, wala usina wasiwasi. Na of course kwamba jijini hapa bado maeneo mengi sijafahamu. Kwa hiyo jambo hilo ulilofanya ni jambo zuri. Kwamba nitampata sasa mwenyeji at least na mimi atakuwa ananipitisha baadhi ya sehemu na mitaa na kujua baadhi ya maeneo mbalimbali. Kwa hiyo asante sana. Nashukuru sana kwa kufanya hivyo mzee kwa ajili yangu. Basi sawa, tusipoteze muda, tunaweza tukarudi ofisini sasa. Maana nilimwambia awai kufika, sasa sija kama amefika, ananisubiri huko. Kwa hiyo nadhani kama tumemaliza hapa, basi turudi ofisini, twende tukachape kazi. Bila shaka yote mzee wangu, tunaweza tukarudi ofisini. Shikamoo baba, habari ya kazi? Marhaba kijana wangu, habari za utokako? Uko salama kabisa. Nilikuwa na wasiwasi wakati fulani nilipofika hapo stendi, nikana nilifananisha jengo hili. Lakini nashukuru baada ya kuwa nimemuuliza mlinzi hapo chini, akanipa maelezo vizuri. Kwa hiyo hatimaye nimeweza kufika hapa. Sawa kijana wangu. Ili mradi umeshafika, basi kila kitu kimeshakuwa vizuri. Sasa unaweza ukanisubiri hapa, kwa maana naelekea kwa bosi. Alimtuma secretary wake aje aniite hapa, lakini kwa sababu nilikuwa bado sijatoka lunch na nilikuwa naye huyo Samir, kwa hiyo yeye ameniambia kwamba amepitia toilet kwanza. Kwa hiyo na mimi chukua hizi faili napeleka kwa bosi. Kwa hiyo wewe sasa inabidi unisubiri hapa. Unaweza kukaa kwenye kiti kwa cha Samir au kwamba ukakaa hapa kwenye ofisi yangu. Sawa kijana? Sawa baba, hamna shida. Nitakaa tu hapa kwa utulivu nikiwa na wasubirini. Kama atakuja au labda unaweza kuniambia Samir ipoje? Maana mimi simjui kiukweli baba. Sawa. Samir ni mwembamba, amevaa pulova rangi ya kama bahari. Nywele zake ameka kama fashion fulani. Alafu yuko na miwani meusi na hapo pembeni ndio kiti chake, kwa maana kwamba ndio ofisi yake. Kwa hiyo unaweza ukasubiri popote, ofisini kwangu hapa au kwenye kiti cha Samir pale. In case kama atakuja nikiwa bado niko na bosi sijarudi, basi mnaweza tu mkaanza kufahamiana nyenye vijana bana. Siwapangini cha kuongea. Kuwa huru tu bana. Wacha mimi niwahi. Sawa baba, nisikucheleweshe. Nitakaa tu hapo kwenye kiti nikiwa nasubiri. Wala hakuna shida mbona. Wow, bila shaka wewe ndio Samir. Babangu amenipa taarifa nyingi sana kuhusiana na wewe. Wakati alikuwa ananiambia, nikafikiria kwamba Samir labda ni mtu mmoja, labda ana muonekano, ana swags, yani kijana mmoja hivi ovyo, labda mshamba fulani hivi bado hajatoka. Aise, kumbe Samir nimeona kwenye macho yangu ni bonge la bwana, bonge la mister. Bwana, hivi ndivyo ambavyo siku zote niko naomba Mungu anipe rafiki wa type yangu ambaye tunaendana kwa swags, hata mionekano, smart. Oya, bila shaka ni Samir, sio mzee? Wow. Hold on. Bwana, bila shaka mimi ndo Samir. Lakini hata mimi pia babako alipokuwa ananiambia kuhusiana na kijana wake anaitwa Mahir, yani ilikuwa najua mzee, unajua tena kwa sababu tunafanya wote kazi. Lakini Mahir ambaye ninamwona mimi, bila shaka ndo wewe. Una swags, uko smart,
Aise, na mimi vile vile ndivyo nilivyokuwa naomba kwa Mungu, niwe na rafiki ambaye mwenye muonekano kama wa kwako. Najua tutapokuwa pamoja basi mambo yatakuwa vizuri kabisa. Aise, wewe ni mahir, mimi Samir, wewe ni mahir. Bwana hapa Samir, hapa mahir, hapa Samir, hapa mahir. Rafiki yangu, nikwambie nimefurahi sana kukufahamu. Nimefurahi sana kukufahamu na kukujua na kukuona pia, kwa sababu babangu mara nyingi alikuwa akinipa sifa zako tele kwa tele, na of course ndo akaniomba niweze kuja hapa kazini kwake, lakini pia niweze kuja kukuona na tuonane, na pia wewe pia uweze kunifahamu mimi ambaye ndiye naitwa Mahir. Ndio mimi hasa, hujakosea, ni mtoto wa mzee Mbio. Karibu sana mwanangu, karibu sana. Aisee, kufika kwako nahisi nimepata vibe mpya sana. Maki nahisi hapa kazini kama vile nilikuwa nimeboreka fulani. Muda wote babako ndo niko naye tunaongea, tunashauriana kama unavyojua, lakini nikiwa kama kijana of course nilikuwa nahitaji kuwa na kijana mwenzangu ambaye pia tunaweza tukashare mambo mengine ya nje ya ofisi, mambo ya ujana, maji ya moto. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kufahamu Mahir, na lakini kuna jambo moja nataka nikuambie hapa ofisini au kazini kwetu. Oya, kuna mtoto mmoja mzuri sana madam wetu, ni sekretari yake na bosi. Aisee, mtoto mara kwanza nafika hapa, aisee moyo wangu ulienda mbio. Naona sasa nimeshaanza kuona ishara na dalili zote za kumpenda huyu binti. Aisee, usiombe muone, ni pisi ya kwenda. Hapo sasa ni mambo ya makopa. Sasa na walivyokuwa na malengo wataanza mashauzi yao. Au ulikuwa unafikiria kufanya labda binafsi? Nafikiria labda maybe niweze kumpa appointment, niweze kuonana naye, kwa sababu tumekuwa ni wafanyakazi wote pamoja. Kwa hiyo kiasi kwamba nikitumia chance ya kumuomba appointment tukiwa pa kazini, na imani kwamba hataweza kukataa kikweli. Nadhani hiyo inaweza kuwa ni njia sahihi. Au ulikuwa unaonaje labda? Kama nakuona vile mzee. Mimi sidhani kama kuna baya ulivyosema, lakini kwa nini usimwambie tu? Usinakuja hapa ofisini kwako. Anakuja hapa, anapita. Kama anapita anakuja, tumia nafasi hiyo. Unajua mwanamke ukianza kumpanga kwamba umpe appointment, mashauri yanaweza kuwa ni mengi sana. Na of course pia anaweza kukujibu vibaya. Tumia nafasi hiyo, tit for tat. Anapokuja kazini kwako, hapa kama babangu hayupo, unamwelekeza tu. Unaanza naye kama utani fulani hivi. Mwisho siku unatokea kwenye jambo lako. Au vipi baba? Sasa wewe tengeneza plani za kuweza kumpa appointment. Akikukataa mwisho wa siku, usitake kuanza kujilaumu mwenyewe. Ukajiona wewe labda una mapungufu fulani. Tumia nafasi vizuri kaka. Unafeli wapi? Mimi nadhani kwamba ushauri wako ni mzuri sana rafiki yangu Mahir. Nadhani inabidi sasa nitumie nafasi ambazo akiwa anakuja hapa ofisini kwangu, na mimi nianze sasa kutengeneza vitu ambavyo vitahusiana na mambo ya mahusiano. Unajua mara kwanza kabisa wakati nimekuja hapa ofisini, baada kwa bosi ameshanipa utaratibu wa kazi na kupangiwa kwamba eneo langu la kazi ndio hili. Sasa yeye kama amepita na mimi katika hali ambayo sijaielewa, nikana muangalia sana, nikamtumbulia mimi macho yangu. Of course nikajikuta hata namkonyeza pia. Unajua hizo zote ni hisia za mapenzi tu kwake. Nimejikuta nimefanya kitu ambacho yani mimi sikufikiria kabisa katika akili yangu. Na ndio maana nakwambia ninaanza kuwa na kitu kikubwa sana moyoni mwangu kuhusiana na yeye. Nadhani nitakuwa nampenda bila shaka. Safi sana mwanangu. Mimi nadhani hiyo tayari imeshakwisha. Kwa hiyo wacha nikupishe ukae kwenye kiti chako na mimi nikae hapo kwenye kiti cha mzee wangu. Wakati nakaa nataka niangalie mbongo zinazopita hapa ofisini kama Samir ulivyoniambia. Aisee mwanangu, unajua mimi mwenyewe of course sina mchumba huko mtaani. Kama na mimi naweza kuwa na pisi moja kali hapa. Mwanangu sababu ushakuepo kwa hapa. Nadhani utanisaidia na mimi niweze kumpata mmoja bwana. Haiwezekani mbongo zote uzimilikiwe babu kwenye kampuni hii. Wewe ni nani babu? Nilifikiri penzi ni furaha, lakini kumbe ndoa sio kila kitu. Najuta